Ni siku ya kimataifa ya watu ambao hawajawahi kufikiwa na injili duniani. Leo tarehe 24 ya mwezi wa 5 ni siku ya kimataifa ya watu ambao hawajawahi kufikiwa na injili duniani. Inaitwa International Day of Unreached People Group. Kwa nini tunaisema hivyo? Kwa jicho la kanisa tunaifahamu kama siku ya Pentecost, lakini kwa jicho pia la kimisheni huwa tunaifahamu kama siku ya watu ambao hawajawahi kufikiwa na injili duniani. Kwa nini tumeitemu kama ni siku hiyo, siku ya leo? Tukiwa tumeitemu kama siku ya watu ambao hawajawahi kufikiwa na injili duniani kwa sababu ni siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka kwa kanisa kwa mara ya kwanza, na Roho Mtakatifu huyo alikuwa ameahidiwa na Yesu ya kwamba wanafunzi wasitoke kwanza mpaka wavikwe uwezo utokao juu, na asilisema maneno hayo wakati kabla ya hapo akiwa ametoa agizo ya kwamba waende ulimwenguni mote wakawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo. Na kabla ya kuambia hivyo akasema msitoke Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uwezo utokao juu. Sasa baada ya hapo Yesu aliondoka kwenda mbinguni, alafu ikapita siku 10 ndipo Roho Mtakatifu alishuka, na siku hiyo ya 10 ilikuwa ni siku kama ya leo. Na siku kama ya leo sasa ndipo Roho Mtakatifu alishuka kwa kanisa, na wakati huo ndipo walitiwa nguvu, wakawa majasiri, wakaanza kupeleka injili katika mataifa mengine. Na kama unavyofahamu ni vigumu sana kuvuka tamaduni, kuvuka mila, kuvuka watu wanaoabudu miungu mingine, watu wanaoabudu wenye tamaduni nyingine. Ni ngumu sana. Hata kwa Wayahudi ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu waliopewa agizo walikuwa ni Wayahudi. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuvuka tamaduni za watu wengine. Lakini Roho Mtakatifu aliposhuka kama siku ya leo, walipata nguvu isiyo ya kawaida, wakaanza kuvuka mipaka ya tamaduni, kuvuka mipaka ya mila, wakaanza kupeleka injili. Na kama tunavyofahamu Biblia inasema siku ile walikuwepo watu wengi wamekusanyika, kwa sababu ilikuwa ni sikukuu ya mavuno. Kwa hiyo mataifa mengi yalikuwa yamekusanyika pale, watu wenye lugha mbalimbali. Kinachotushangaza siku ile, maandiko yanasema walipojawa na Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine, kwa lugha za watu walioko mahali pale. Maana kama ulikuwa ni Msukuma ulikuwa unasikia injili kwa Kisukuma, kama ulikuwa ni Muhaya kama mimi ulikuwa unasikia injili kwa Kiaya. Kwa maana nyingine ni kwamba hiyo ilikuwa ni sign, ilikuwa ni ishara ya kwamba Mungu anawatuma waende kwa mataifa mengine kwa lugha nyingine, wavuke mipaka ya Uyahudi waende kupeleka injili. Kwa hiyo ndio maana siku kama ya leo sisi kama wamishonari au kama kanisa la kimisheni tunaisherehekea kama sikukuu ya kimataifa ya watu ambao hawajafikiwa na injili. Hatusherehekei kama sherehe tu ya kawaida, Pentecost ya kawaida, no. Tunasherehekea tukikumbuka kwamba kuna watu mpaka tunavyozungumza leo hawajawahi kusikia injili hata kwa mara moja. Tunawafikiriaje? Tukiwa tuna maana ya kwamba kuna watu ambao hawajawahi kuwa na kanisa katikati yao, hawajawahi kusikia hata injili kwa lugha yao, hakuna Mkristo katikati yao. So tunachokumbuka leo, tunawakumbuka watu kama hao, tunawaombea, lakini pia tunalihamasisha na kanisa litume wa mishonari kwenda katika maeneo hayo ili na wao wakafikiwe na injili ya Kristo. Hilo ndilo tunalolikumbuka siku ya leo, na kuhamasisha hata wewe kwamba siku kama ya leo kumbuka watu ambao hawana kanisa katikati yao, hakuna Mkristo katikati yao, hawajawahi kusikia injili kwenye lugha yao, hata Biblia ya lugha yao hakuna. Ni siku ya leo tunayokumbuka kwamba tuwaombee, lakini pia tutume wa mishonari kuwafikia watu kama hao. Mungu akubariki unapoisherehekea siku kama ya leo. Roho Mtakatifu ashuke juu yako na aweze kukutia nguvu wafikie watu kama hao. Naitwa Kevin Mshema. Mungu akubariki sana.